Kuna taarifa mbaya. Mzee wa mila ameagiza kuwa aletewe nguo za Stella na Mwasiti ili aweze kupata jasho, mate na nywele. Kwa sasa Ugonile, tumeanzisha vita. Inabidi ukazuie hiyo vita. Nenda ukapambane. Sawa mkuu, lakini najiona saizi sina nguvu za kuweza kupambana na maadui zangu. Sasa utakata tamaa. Usipoenda saizi tutateketea. Ataivunja ingome, nawe utashindwa kulipiza kisasi chako. Hapana, sijakata tamaa, na lazima nilipize kisasi. Nitaenda mkuu. Ondoka saizi. Mauzauza kijijini, kisasi kimehamia kijijini. Ugonile, Ohomile, Ugonile. Ugonile. Hakuna tumaini. Yaani wewe umechelewa sana. Na hapa nilikuwa nakufuata wewe. Maana hizo nguo na hiyo vitu ambavyo umeagizwa na vitu unakashona katika kaburi la Ugonile. Sasa umechelewa hadi mimi nilikuwa nakufuata. Sawa. Lakini Ndodo yuko wapi? Sasa mambo hapa unaweza kuzama hapa Ndodo. Ndodo mtangulia na mzee wa mila. Lakini nakumbuka sasa alisema tukutane kwake. Ni kwa nini tukutane hapa? Kwa muelewa. Wewe ndio uliochelewa. Ndio maana Ndodo na mzee wa mila wanaotangulia. Kwa hiyo nimekufuata hapa kwa ajili tujue wapi tunakoelekea. Mzee wa mila huwa akisema jambo lake hawezi akavunja makubaliano yetu. Na Mwasiti, mimi nipo hapa kwa ajili ya kukusaidia tu wewe. Punguza haya maneno. Kama nataka tudadisi mambo mengi kuhusiana na mzee wa mila, basi mimi nisingefika hapa. Nikuja mwenyewe. Mimi nipo kwa ajili ya kukusaidia. Kama unahisi unataka msaada wangu, tuongane tena. Basi sawa, twende. Kumbuka masharti, kumbuka kanuni, zingatia masharti, zingatia kanuni. Ugonile, Ugonile. Ndodo, hivi unajua kama umechelewa sana? Yaani hapa baba Mwasiti ameshatangulia na mzee wa mila Kasesa. Na amenituma mimi nije hapa kukusubiri. Maana umechelewa kupitiliza. Tulikwambia uwai. Lakini mzee wa mila Kasesa alituambia tukutane nyumbani. Kwa hiyo wewe Ndodo uniamini mimi. Natambua kwamba Kasesa ndio alisema utukute sisi nyumbani. Lakini huyo Kasesa ndio aliniambia nije hapa nikusubiri ili twende huko kwenye kaburi la Ugonile. Na amesema twende huko kwa sababu umechelewa. Na pia amesema lazima tukamwangamize Ugonile katika kaburi lake. Basi ni sawa, twende. Mimi nachosubiria hapa, nataka nimpate mke wangu tu akiwa mzima. Twende. Makosa ya kimila yanatunyanyasa, mila za tutawala bila huruma wala kiasi.
Unajua mzee, mbona achelewa sana kufika? Unajua umeondoka muda mrefu sana. Hata mimi sijajua. Ngoja mimi nimwite kwanza Dako, kibaraka wangu. Yeye ndo atakayenipa majibu ya hiyo safari yao. Je, kukupilibu? Safari yao imeingiliwa na wageni. Kimvuli cha Ugonile kimeanza kuleta shida, lakini bila shaka nahisi tutashinda. Haina shida, tutafanikiwa tu. Mwenyekiti, wewe rudi nyumbani, acha hiyo vita, sisi tukapambane wenyewe. Nashukuru kwa sababu unajua nafasi yangu, unajua heshima yangu, na nashukuru pia kwa sababu unajua mimi kuhusiana na mambo haya kichawi haya siendani nayo kabisa. Mimi naomba mpambane na umalize hili. Nimekabidhi kijiji katika mikono yako ili uweze kuikomboa, na hii vita kimila naomba uimalize wewe. Nashukuru. Ngoja nikwende. Dako, kubo tukakoma na Robe. Lazima tukashinda. Ugonile oh mile Ugonile Ugonile tupo gizani. Mbona safari yako sielewi? Tumetembea saa hizi karibia nusu saa kwenye kaburi la Ugonile lenyewe tufiki, wakati makaburi yenyewe kwa jirani tu. Wewe wa Mwasiti ndio safari unaitia kivuli. Yaani kila hatua unataka kuuliza zote maswali. Sasa makaburi si ndio pale tu sasa. Tumeshafika. Kama vipi nipo kwanza mfuko. Alafu wewe ndio utafuata. Na mimi natangulia. Maana hapa nipo kwa ajili ya kukusaidia wewe. Kuna hiyo safari ya mwenyekiti mimi sielewi. Asije kama umeingilia Ugonile hapa. Ugonile Mauzauza kijijini, kisasi kimehamia kijijini. Ugonile. Pole sana kijana, niliwaambia kuweni makini, lakini siwalaumu, maana mtihani mliopewa ni mgumu sana kwenu. Hivi mzee Kasesa, ina maana nimepoteza nguo na vitu vyote ulivyoniagiza? Nisamehe sana mzee wangu. Nilikusamehe toka nilivyokukuta hapa, lakini omba Mungu jambo lisiwe ngumu.